utaishije bila msaada wa Mungu dunia hii? Utaishije bila Mungu wa mbinguni dunia hii? Usiende na wewe kama wale wengine ambao hawana ufahamu wa kimbingu. Wewe una ufahamu wa kimbingu, unakuja hapa, tunakuelekeza, tunakufundisha. Maana yake msaada wako wa karibu ni Mungu peke yake, sio kitu kingine. Usitegemee vitu vingine. Tunapokuambia njoo tujifunze hapa, ufundishwe, maana yake Mungu ana sababu na wewe. Kwa hiyo njoo umsikilize na uchukue maelekezo ya kimbingu ili yakusaidie katika maisha yako, yakusaidie. Maombi. Kanisa la kwanza nasema walidumu katika nini? Neno la Mungu, fundisho la mitume, walidumu. Lakini jambo la pili kwa nini? Ushirika. 3, kumega mkate. Lakini la 4, katika maombi sana, katika maombi. Vili wasaidia sana mtu wa Mungu tembea katika maeneo hayo, ni ya msingi. Ndio maana mtu akiokoka tumwambia ili uishi, kitu cha kwanza soma neno sana, neno lako la msingi. Tunamwambia soma neno, maana neno ndio linakwambia ufanye nini. Kwa hiyo ukiokoka, kitu cha kwanza uwe msomaji wa neno, soma neno. Lakini jambo la pili tunamwambia hakikisha unaenda kwenye ibada, mtu wa ibada. Maana kwenye ibada ndiko Mungu anafundisha neno kwenye ibada. Kama hapa umekuja hapo, neno la Mungu linafundishwa. Kwa hiyo kule utalijua neno la Mungu. Nenda kwenye ibada, kuwa mtu wa ibada katika jina la Yesu Kristo. Usikae nyumbani. Na ndio maana mara nyingi sana watu ambao sio ibada wameondoka na maji. Na ndio maana mimi nishangai mara nyingi sana na kuona washika wale sijiulizi kwa nini? Kwa sababu nawafundisha, wanasikia, wanaishi nani. Wewe ambaye sikufundishi kila siku unafanya hivyo, unafanya. Ndio maana kwenye ibada hauji, si ndio? Si ndio kweli jamani? Sasa kama maelekezo huna, hujui mchungaji leo ameongea nini, hujui, unatekeleza kweli? Wenzangu tumesema asubuhi tuwai hapa. Wewe hayo maelekezo huna, utakuja asubuhi? Utakuja asubuhi? Huwezi kuja. Ndio maana wapata wale kila ibada wale, sababu wanapata maelekezo, wanayaishi. Mtu wa Mungu yaishi maelekezo ya kimbingu. Kaa kwenye maelekezo ya neno la Mungu, njoo kwenye ibada na Mungu akuhudumie. La 3 tunamwambia kuwa mtu wa maombi. Maana maombi ndio njia ya kupigana. Jambo lote wewe mwambie Mungu, Baba mimi naumwa, Baba sijala leo, Baba kuna mtu hapa mkorofi, Baba kuna mtu hapa mnidharau, Baba kuna mtu hapa huenda kunipiga, Baba niko hapa, Baba sina kwa kwenda leo, Baba njia imefungwa, Baba nipite wapi, Baba niko hapa mwanao, Baba. Tunamwambia Mungu, si ndio? Ndiye mbabe wetu. Kuna mtu alikuwa anakwenda, Baba ananionea huyu, Baba huyu mkorofi, Baba hapa nafanyaje, Baba nimfungue mlango hapa, Baba hapa siwezi kupita, nafanyaje? Tunamwambia Baba. Kwa hiyo tunamwambia ukiokoka basi hakikisha unashiriki kuomba Mungu. Muombe Mungu, usiombe mtu tena. Hata kama una kazi, kwanza muombe Mungu akupe njia, mwongozo, wende wapi, ni kwa nani, ufanye nini kwa hiyo kazi. Usiende tangatanga kwa watu. Mwambie Mungu. Yeye ndiye anazo kazi, yeye ndiye anajua maisha yako. Kwa tukasema watu hawa wajikite kwenye maombi. Lakini jambo la 4 tukasema basi Roho Mtakatifu mtake sana kwenye maisha yako. Mtake sana Roho Mtakatifu ili akusaidie katika maelekezo hayo. Usiende peke yako, nenda na nguvu ya Mungu. Roho wa Bwana anapokuja juu yako, anaachilia nguvu ya kusaidia kushinda hata magumu unayo. Unashinda, Roho Mtakatifu yuko juu yako. Mtu wa Mungu Danieli alienda mbele za Mungu kufanya nini? Kuomba. Alienda kaomba, na Mungu kwa maombi yale anasema alijibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Alijibiwa kwa maombi haya. Aliyemjibu nani? Mungu.
Aliyemwomba nani? Alimwomba Mungu akamjibu Mungu. Mungu wa mbinguni akiombwa anajibu yale uliyomwomba. Mungu wa mbinguni akiambiwa shida zako anaachilia. Mungu wa mbinguni akishirikishwa anasikia vizuri na yuko tayari kukuhudumia kwa kadri ambavyo unamshirikisha. Mungu wa mbinguni huyo ni baba yako. Wewe mwambie tu, zungumza naye, kana yeye faraja. Mwambie Mungu, niko hapa, mimi ni mtoto wako, nimekuja leo nazungumza na wewe. Ongea naye tu vizuri, hana shida Mungu wetu, maana wewe ni mtoto wake, maana wewe ni zao lake, maana wewe ni mtu wake, maana wewe ni mmoja wa warithi pamoja na Yesu Kristo. Danieli akamwomba Mungu. Sasa mtu wa Mungu, nimesema tumekuwa tukijifunza hapa somo ambalo tunasema kuwa nani jamani? Maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani nilisema mara nyingi sana yanambariki sana Mungu, yanaupendeza moyo wa Mungu. Pale ambapo tunachukua nafasi ya kumshukuru Mungu, kuja mbele za Mungu, kama Mungu naona, natambua hivi umefanya. Mungu nimepokea kutoka kwako. Sasa nikasema nitafundisha maeneo kama 6 hivi. Nimezungumza mangapi jamani? 5. Wale watu wote simuona wanafahamu 5. Sasa siwezi kurudia yote kwa sababu muda sio rafiki, lakini sababu nimepiga kura mmenipa, basi wewe nipite haraka, si ndio? Maombi ya shukrani mbele za Mungu au kwa Mungu ni maombi ambayo yanajikita katika kuelewa maeneo yafuatayo. Na kwa mambo ya shukrani, maana yake lazima uelewe maeneo hayo. Bila kuelewa maeneo hayo, huwezi kuwa maombi ya shukrani mbele za Mungu. Maeneo haya ukiyaelewa, utakuwa mtu wa maombi ya shukrani. Bila kupita kwa maeneo haya, huwezi kuwa mtu wa maombi ya shukrani. Jambo la kwanza nikasema, mtu anayetambua kutendewa au kupokea. Aliyepokea ametendewa, atakwenda kwa Mungu kwa Mungu na kushukuru, haya imetendewa. Ndicho ambacho Hana alifanya, alitendewa, alipokea, akaenda kwa aliyetendea. Kwa hiyo tambua uliotendewa na aliyekutendea. Umetendewa nini? Amekutendea nani? Nenda kwa maombi ya shukrani mbele za Mungu. Mungu, umenitendea hili, nimepokea mtoto. Mungu, ni wewe umefanya hili, natambua ni wewe umenipa mtoto huyu, ni wewe umenipa hiki. Ndicho Hana alifanya, nimepewa mtoto huyu Mungu, nimetambua ni wewe, nimemleta kwako, ninakushukuru, pokea maombi yangu ya shukrani. Hana akaenda kwa shukrani mbele za Mungu, maana amepokea na ametendewa na mtu ambaye anamtambua kumtendea. Lakini la tatu nikasema ni mtu mwenye moyo wa kumtukuza na kumwinua Mungu katika yale aliyotendea. Huyu ana moyo wa kumtukuza Mungu, basi atakwenda maombi ya shukrani mbele za Mungu kwa lengo ya kumtukuza Mungu. Hana anasema alimtukuza Mungu, maana ametendewa na Mungu, alimtukuza. Lakini jambo la 4, jambo la 4 inalenga kwenye kumkataa na kumtangazia shetani kwamba huna nafasi katika maisha yako. Hili ambapo nipokea hili, Mungu ametenda, sio wewe. Unapomtangazia shetani, ndipo ambapo Mungu anatenda mengine, ndipo shetani anakaa mbali na wewe. Si ndio watu wa Mungu? Anakaa mbali kabisa, naogopa. Shetani alikushika mahali fulani, lakini jambo lile ukashinda. Sasa hivi unakwenda mbele za Mungu na kutangazia shetani, hili ulimkana, lakini sio wewe umefanya hili, amefanya Mungu wangu, ndiye amefanya. Sio umeniachia, Mungu wangu kaniachia hili, ndiye amefanya. Anaposikia shetani anafiata mkia, na Mungu ananuliwa. Mungu anaponuliwa kama yeye amefanya, anaachia mengine mbele yako. Lakini jambo la 5 ambalo tukijifunza siku ile Ijumaa ni kwamba moyo wa imani. Moyo wa imani, imani ya kupokea tena, moyo wa imani ya kupokea tena. Mtu wa namna hiyo
lazima aende kwa Mungu, kwa Mungu, nimepokea hili, ninakushukuru, hata kama halijafika, lakini una imani kwamba Mungu aliyetenda jana atanitendea tena hili. Utakwenda kwa maombi ya shukrani mbele za Mungu, kwamba Mungu, mbona jana ulifanya? Ndicho ambacho tuliona mfano wa Lazaro, si ndivyo? Mungu Yesu alienda kwenye kaburi la Lazaro, wale zake wanalalamika, wanasema mbona umechelewa? Yesu anawaambiaje? Yeremia aliwaambiaje? Aliwaambiaje? Tulisoma siku ngapi tumshukuru kwa